Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni nyakati nyingine tena tunapoenda kujifunza somo letu ambalo nilisema jana tutaweza kujifunza kuitwa na kuchaguliwa. Kuitwa na kuchaguliwa. Basi tu. Asante Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Tusamehe pale tulipokukosea Bwana. Tusamehe njia zetu mbaya ambazo wakati mwingine unatuita lakini tunakataa wito. Lakini kwa sababu umeamua kutusii tupokee wito, ili kana kwamba uweze kutuchagua katika maisha yetu Kristo na tuweze kuirithi mbingu. Mungu wa mbinguni, gusa kila mmoja wetu. Gusa akili zetu. Gusa mawazo yetu. Tupe nafasi ya kukupa wewe uwezo wa kututawala, kutuongoza, kunyenyekea Bwana, kuvumilia, kuwa na subira. Tupe nafasi ya kutokukata tamaa katika maisha yetu. Tuongoze Bwana, japokuwa safari ni ngumu. Hata wewe ulisema duniani kuna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo. Uliona dhiki za ulimwengu, uliona mateso. Yesu, usituchoke tunapokuja mbele zako ambapo tunakuwa tumejeruhiwa na yule mwovu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze sasa na hata milele. Na hata tunapokwenda kujadili somo hili, kila mmoja akapate nafasi ya kujitafakari. Niongoze mimi kwa uwezo wa Roho yako Mtakatifu. Shusha tabia zangu za mkini ya kutaka kujiinua, bali nikakuinue wewe Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Tusafishe sote kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba yote katika Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, jana nilisema tutakuwa na somo letu nasema wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Tutaanza kwanza kujifunza. Unajua mimi napenda sana kujifunza, kufundisha, na kisha tutahubiri kwa wakati utakapofaa. Lakini somo la leo zaidi tunapaswa kujifunza nini maana ya kuitwa, nini maana ya kuchaguliwa. Katika Biblia kuitwa ni hatua ya kwanza ambapo Mungu anawavuta watu kwake kupitia neno lake na Roho Mtakatifu. Wote wanaitwa, lakini si wote wanaoitikia kwa uaminifu. Kuchaguliwa ni hatua ya pili ambapo wale walioitii na kuvumilia mchakato wa Mungu wanathibitishwa kuwa waaminifu na wanaandikwa kama wateule wake. Somo langu mimi fungu langu nitalisoma kwa ufupi kidogo, lakini ni Mathayo 22:14. Kwa maana wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Wewe nenda kasoma utakuta mkini limeandikwa kwa mapana zaidi, lakini mimi nalifupisha kidogo ili nipate maana ya somo langu. Unaweza ukalisoma kwa marefu, ni sawa, lakini kuna mafungu mengine nitayasoma kwa mapana na mengine nitayasoma kwa mafupi, lakini fungu ili mradi umelipata. Anasema kwa maana wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Mathayo 22:14. Wapendwa, tunamwona Mungu katika kabla ya safari ya wana wa Israeli. Musa anatoroka Misri, anakwenda Midian, anaoa, anakwenda kufanya kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi za baba mkwe wake. Yamkini hata na za kwake baada ya kuoa. Lakini Musa katika safari ya maisha yake, katika kubadilika kwake, Mungu alikuwa akimbadilisha. Ndani ya miaka 40, kusoma Biblia vizuri unaona Musa yuko Midian kwa muda wa miaka 40 akifundishwa na Mungu jinsi gani ya kutembea
katika wito. Kwa Mungu alimuita Musa akiwa katika mlima Sinai, anaona kijiti kinawaka moto. Tunayosema pia ni mti ulikuwa ukiwaka moto bila kuzima. Anampatia ujumbe. Anatamani kwenda kuwaita watu wake watoke katika Misri. Mungu anamwambia Musa, katika Kutoka 3:7, hii nitaisoma. Anasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena, nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wamewatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hawa wana wa Israeli katika Misri. Tunaona Mungu anampa ujumbe Musa sasa kwamba ninakwenda kukutuma uende Misri. Ninakwenda kukutuma kwamba ukauone ukuu wa Mungu unaokwenda kutenda juu ya wana wa Israeli ambao walikuwa wakinililia mimi. Sasa nimesikia. Musa anafundishwa na Mungu nyikani kwa muda wa miaka 40. Anampa wito wa kwenda kuwatoa watu wake, kuwaita kutoka katika nchi ya ugeni, nchi ya mateso, ili kana kwamba awapeleke katika nchi ya ahadi. Sasa sijadili sana kwa sababu tulishajifunza ile habari, lakini nairudia kama nukuu, ndio maana tulianza na lile somo, kuwatoa wana wa Israeli. Sasa tunaona kwamba Mungu leo anatuita tutoke katika dunia, taratibu za dunia, tutoke katika dhambi, tutoke katika uasi, tuwe watu wake. Anatupitisha katika mchakato wa kutuchagua kuwa watu wake. Sasa narudia fungu hili alafu tena kwenye maana fulani. Anasema, kwa maana wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Mathayo 22 fungu la 14. Dalili za watu au dalili za mtu aliyeitwa. Anasema anaguswa ndani ya moyo na ujumbe wa Mungu. Mtu yoyote anayeitwa na Mungu siku zote anakuwa ndani ya moyo wake anaguswa na ujumbe wa Mungu. Pale anaposikia neno la Mungu, moyo wake unagusika. Anakuwa mtu wa kulitafakari hata wakati anaumia kutokana na dhambi ambazo anazitenda. Ana hamu ya kujua zaidi juu ya Mungu. Anapewa nafasi za kutubu na kubadili maisha. Roho wa Mungu anakuwa ndani yake akimgusa, akamsii. Lakini zaidi Roho anamwezesha kupambana dhidi ya dhambi. Huyu ni mtu aliyeitwa. Kwa cha kwanza kabisa nilichokiandika ni kwamba anaguswa ndani ya moyo na ujumbe wa Mungu. Ujumbe unapokugusa unataka kufanya badiliko. Lakini wakati mwingine unapoguswa kwa sababu umeishi katika masaa ya dhambi, katika maisha ya dhambi, shetani anaweza kataka kukupotosha. Ana hamu ya kujua zaidi juu ya ujumbe wa Mungu.
anapewa nafasi za kutubu na kubadili maisha yake. Anaanza kupambana dhidi ya dhambi. Sasa hizo ni dalili za mtu ambaye anakuwa akiitwa na sauti ya Mungu. Kwa upole Roho Mtakatifu anasema naye. Na kama rafiki una dalili hizi nilizozitaja hapa, jitafakari sana. Lakini dalili za mtu aliyechaguliwa au anayetaka kuchaguliwa, anaonyesha uaminifu kwa Mungu hata katika majaribu. Anakuwa mwaminifu, haanguki katika jaribu, na akianguka atasimama mara moja na kuendelea mbele, na hata ruhusu lile jaribu limpige tena. Anaendelea kukua katika neema na tabia takatifu. Maisha yake, tabia yake mtaiona inabadilika. Hata akisimama katikati ya watu mtaona utofauti wake wa tabia zake, maneno yake, maongozi yake. Anazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Atakuwa ni mtu mwenye upendo, mwenye furaha, mwenye amani, mvumilivu na mengineyo. Sio mtu mchokozi, sio mkorofi, sio mtukanaji, sio mlevi, sio mzinzi, sio mwasherati, bali anazaa matunda ya Roho kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Huduma yake ina matunda ya kubariki wengine. Hata anapokutana na watu ambao moyo wake umesononeka, anawabariki kwa kuwapa ni maneno ya faraja. Anapokutana na watu wako uchi, anawavalisha. Anapokutana na watu wana msongo wa maisha kutokana na shida za maisha, anakuwa faraja kwao. Yani kwa kila njia ambayo Mungu amemwezesha, kwa mali, kwa fedha, yeye fedha yake anabadilisha kuwa baraka kwa wengine. Mali zake atawagaia hata nguo wengine. Sasa tuone mchakato kamili wa kuitwa hadi kuchaguliwa. Kipande cha kwanza tutaongea kuhusu mchakato wa ndani wa moyo wa kuitwa. Kuitwa ni Mungu anagusa moyo wako kwa neno lake au kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Kuguswa na Roho, yani conviction. Unaona dhambi zako na unahisi haja ya wokovu. Yani unaona katika maisha yako kila siku kuna dhambi fulani ninapaswa kuziacha. Kuna jambo fulani ninapaswa kuliacha ambalo halipatani na Mungu. Mawazo na tabia zangu ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuguswa na Roho. Mwisho unaonyesha mwitikio, response. Unatubu na kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini katika mchakato huo ndani ya moyo, wakati wa kuitwa, tunapitishwa katika majaribu, testing. Unajaribiwa na kupimwa katika imani yako. Majaribu ni ya kila njia kutokana na maisha unayoishi wewe. Kama sasa unasema naacha uzinzi, ndio wanakuja wengi wadada, wakaka, wake za watu, waume za watu. Kama umeamua kuacha wizi, sasa ndio majaribu ya fedha yanakuja mengi katika ofisi, katika nyumba. Kwa tajiri anaacha vihela sebuleni napita navyo. Changamoto za kusema ukweli zinakuja. Wanatokea wanawake wengi wameachana na waume zao. Na wewe ni mwanaume, una mke, jaribu linakuja, mke anakukwaza. Lakini unaona kwenda kutembea na mke ambaye ameachwa wa mtu ni sahihi, ni bora. Jaribu linakuja. Na sasa usipofikiria kwamba Mungu amekuita, lakini katika kuita
anatengeneza mchakato wa ndani wa moyo. Unapimwa kwa majaribu. Unaamua kurudisha zaka na sadaka, lakini sasa changamoto za maisha zinakuwa ngumu. Unapimwa, je, utairudisha hiyo zaka au utaila? Kisha kuna hatua 5, kukomaa kwa imani, sanctification. Kukomaa kwa imani, sanctification. Tabia yako inabadilishwa na unazaa matunda ya haki. Kwa ukishapitwa katika hizo stage 5, kuita Mungu anagusa moyo wako kwa neno lake au kwa sauti ya Roho Mtakatifu, unaitwa, unaguswa na Roho Mtakatifu, conviction. Unaona dhambi zako na unahisi haja ya wokovu. Baada ya neno kukugusa, unaguswa sasa na Roho Mtakatifu, conviction hiyo. Unaona dhambi zako na unahisi haja ya wokovu. Kuitikia, unaitikia sasa, jamani, kweli jamani, hii sasa dhambi, naomba Mungu nisaidie niweze kuacha. Kuitikia, response. Unatubu na kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na tutakuja kujifunza nini maana ya kutubu. Unajua watu tunatubu tu, tunasema nimetubu, nimefanya toba, lakini ile dhambi unairudia tena, mchakato ni ule ule, tabia ni ile ile. Hapo hujafanya toba. Hapo una toba, rafiki. Toba ni kitendo kama ulikuwa unatembea na mke wa mtu, unaacha, unaanza maisha yako wewe na mke wako. Na pia tunarudia tena kupitia katika majaribu, testing. Unafanywa test, unajaribiwa na kupimwa katika imani yako. Je, huyu mtu ana imani? Kukomaa kwa imani, sanctification. Tabia yako inabadilishwa na unazaa matunda ya haki. Asa twende katika kipande cha pili. Kipande cha kwanza tumesema mchakato wa ndani wa moyo. Lakini kipande cha pili, mchakato wa nje, huduma yako ya nje. Maana Mungu anaanza kwanza na moyo, kitu kilichoko ndani, fukuto lako wewe mwenyewe. Akishaona ndani kumebadilika, anakupa mchakato wa pili. Kipande cha pili, mchakato wa nje wa huduma. Kupokea wito wa huduma. Mungu anakuita huduma kwa wengine. Mungu sasa anakupa mchakato wa maisha ya kwenda kuwahudumia wengine. Maana hawezi kukupeleka kwa binti ambaye hana mume wala hajaolewa kwenda ukamshuhudia injili, na wakati wewe anakuona bado mchakato wa ndani ya moyo hujabadilika. Hawezi kukupeleka kwa mjane umhudumie, umpe neno la Mungu, na wakati anajua tabia yako wewe, ukiona swala tu na meza. Kwa kupokea cha kwanza, unapokea wito wa huduma. Mungu anakuita kuhudumu kwa wengine. Lakini pili, kujifunza na kufundishwa. Unapitia kipindi cha mafunzo na ujenzi wa tabia. Unajifunza neno la Mungu na pia unafundishwa. Unapitia kipindi cha mafunzo na ujenzi wa tabia. Yote hiyo anafanya Roho Mtakatifu. Kutumwa na Mungu, commission. Unatumiwa rasmi kuleta mabadiliko duniani kwa watu wengine. Mungu anakutuma sasa kwa watu wake, nenda sasa kawafanyie badiliko kama mimi nilivyokufanyia. Kuthibitishwa na matunda. Huduma yako inaonyesha ushuhuda wa kweli, kwamba baada sasa ya hapo tabia yako inabadilika, mwenendo wako unabadilika, na kutokana wewe umebadilika, maneno unayoyaongea mbele za watu na wao wanabadilika, na wao wanaamua kufanya mabadiliko kutokana na yale ambayo wewe mwenyewe unayashuhudia. Maana mlevi hawezi kumwambia mlevi mwenzake, bwana hebu acha pombe. Haiwezekani. Kwa ni lazima kuwepo na kuthibitishwa na matunda. Huduma yako inaonyesha ushuhuda wa kweli. 5 kabisa anasema
kuthibitishwa mbinguni. Mungu anakutambua kama mteule wake wa milele. Kwa kuna vipande viwili, cha kwanza na cha pili. Kwa lazima Mungu akuthibitishe mbinguni. Mungu anakutambua kama mteule wake wa milele. Mwisho kabisa, tumsikilize mwanazuoni na mafungu fulani ya Biblia ambayo yanasema hapa. Kuitwa, lakini ninyi ni uzao teule, aliyewaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Waraka wa kwanza Petro 2:9. Kwamba Mungu ametuita sisi tulio uzao teule, aliyewaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa Mungu anatoa wito sisi tutoke gizani, tuweze kuingia katika nuru yake ya ajabu. Mwanazuoni wangu anasema kuitwa kwa Mungu kwa kila nafsi ni mwaliko wa kutoka katika maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya haki. Njia kuelekea kwa Kristo, ukurasa wa 10. Kuitwa kwa Mungu kwa kila nafsi ni mwaliko wa kutoka katika maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya haki. Kuguswa na Roho, conviction. Biblia inasema katika Yohana 16:8, na yeye akiisha kuja atawaonyesha walimwengu kosa lao. Biblia Kiswahili Fasai. Yohana 16:8 anasema, na yeye akisha kuja atawaonyesha walimwengu kosa lao. Kwa Roho Mtakatifu atakapokugusa maisha yako yote, ataonyesha kosa lako ni lipi, na wewe unapaswa piga ua garagaza wa Swahili anasema lazima ubadilike. Mwanazuoni wangu katika kitabu chake anasema kuelekea kwa Kristo, ukurasa 26. Roho Mtakatifu huzungumza na dhamira na kumshawishi mwenye dhambi aone kosa lake. Ngoja nirudie. Roho Mtakatifu huzungumza na dhamira na kumshawishi mwenye dhambi aone kosa lake. Kwa Roho Mtakatifu ndio anayeenda kuamsha dhamira yako, nia yako, tabia yako, hisia zako, akili yako, matendo yako, kwamba unapaswa kubadilika rafiki. Mwelekeo wako sio mzuri. Sasa kuitikia katika response, Biblia anasema katika Ufunuo 3:20, angalieni nasimama mlangoni nabisha. Yesu anabisha mlangoni kwako na kwangu. Je, uko tayari kumfungulia? Mwanazuoni wangu anasema Yesu hasimami mlangoni kwa nguvu, mlangoni pa moyo, bali kwa sauti ya upendo na rehema anangojea. Mungu anasubiri katika moyo wako, anagonga, anatamani umuite, umwalike aweze kutawala. Lakini Yesu anakuja kupitia Roho wake Mtakatifu kwamba anagonga, rafiki nifungulie. Niache nibadilike tabia zako. Niache nikuongoze katika jangwa. Japokuwa kuna mateso, kuna changamoto, naomba uniruhusu nikutawale. Katika testing na majaribu, Matendo 14:22 yanasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kupitia dhiki nyingi. Matendo 14:22 hiyo. Kwa ili tuweze kupita kwenda katika ufalme wa Mungu, ni lazima tupite katika dhiki nyingi. Sasa mimi huwa nashangaa na niliwauliza juzi kanisani katika darasa langu. Wapendwa, wengi hatutaki mateso. Hautaki kupita katika mateso, wewe unataka mafanikio tu. Sasa alafu tunajiita sisi ni Wakristo. Yesu anasema yeye mwenyewe alituambia,
Jamani, duniani huku kuna dhiki nyingi. Yeye mwenyewe aliziona dhiki zipo nyingi. Lakini jipeni moyo. Sasa kama yeye Yesu anasema tupite katika dhiki nyingi na mateso, wewe usitaka kupita kwenye dhiki nani? Yaani baba yako anakuambia pita hii njia, lakini mwanangu kuna mateso. Lakini jipe moyo. Wewe hutaki kupita ile njia, unataka kupita njia yako, kwenye njia pana. Ukristo sio mchezo rafiki. Ukristo ni gharama. Mwanazuoni wangu katika kitabu chake kinaitwa Mikasa ya Maisha ya Mitume, kurasa 524, anasema majaribu sio kuangamiza bali ni kutusafisha. Kwamba majaribu hayaji kwetu kutuangamiza bali ni kutusafisha. Wana Israeli wanapitishwa katika changamoto za maisha wakiwa jangwani, lakini Mungu anataka nia zao zibadilike. Anataka wawe na tumaini kwake, wamwamini, wamlilie kwa upendo. Mimi napenda sana lile fungu ambalo Yesu alipokuwa pale Gethsemane, anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi nikiepuke, lakini kama ni mapenzi yako basi yatimie. Kuruhusu majaribu ya kuvae, ruhusu dhiki nyingi zikuvae, lakini mtumainie Bwana. Kwa tunapoona majaribu, tumshukuru Mungu kwanza kama anatupa majaribu, maana yanakwenda kutuimarisha kiroho, si kutuangamiza. Na mwisho tunakomaa kwa imani, sanctification. Waraka kwanza wa Thessalonike wa kwanza 4 fungu la 3 anasema, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Kwa majaribu, changamoto za maisha ndio mapenzi ya Mungu yanayofanyika ili sisi tuweze kutakaswa. Kwa wanazuoni wangu pia anasema kutakaswa ni kazi ya maisha yote katika ulimwengu. Njia ya kuelekea kwa Kristo, ukurasa 60 kitabu. Kutakaswa ni kazi ya maisha yote. Kwa changamoto, dhiki ni maisha yote, kuzaliwa mpaka kufa. Ni lazima tupite katika changamoto, sio kizembe. Kwa Mungu atusaidie pale tunapopita katika changamoto za maisha. Ndipo sehemu ambapo sisi tunapaswa kusimama imara na kumtazama Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mwisho katika somo hapa la leo, tutaendelea wakati mwingine, kwamba kuitwa ni mwanzo wa safari. Kuchaguliwa ni ushindi wa uaminifu wa Mungu hadi mwisho. Katika Ufunuo 2:10 anasema, uwe mwaminifu hata mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Sikia hii Ufunuo 2:10 anasema, uwe mwaminifu hata mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Biblia inatufundisha tofauti kabisa kuhusu jinsi ya kutambua walioitwa na kuchaguliwa. Kwa tabia yao, matunda ya Roho Mtakatifu, wa Galatia 5 fungu la 22 mpaka 23. Kwa uaminifu wao kwa Mungu hata wakati wa majaribu, Ufunuo 14 fungu la 12. Kwa kutii amri za Mungu na kumshuhudia Yesu, Ufunuo 12:17. Kwa wapendwa, tutambue kwamba tuna wito, tumeitwa. Majaribu yakawe mtaji kwangu na kwako. Tusione kama dhiki zinazotupata, changamoto zinazotupata, kwamba Mungu ametutenga. Hapana. Ni dhahabu inayopitishwa kwenye moto ili ionekane inafaa na kisha ipelekwe sokoni kuuzwa.
Ili Mungu atuone sisi tunafaa na kuingia katika mbingu, lazima aruhusu mchakato wa utakaso. Na utakaso unakuja kwa kadri ambavyo anaona mimi na wewe tunaweza kuvumilia. Shida ni tunakata tamaa. Mungu atusaidie sana, atuongoze katika siku ya leo. Bwana atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa kuwa umetuita. Tupe nafasi ya kuitikia wito. Tupe nafasi ya uvumilivu wa maisha. Tupe nafasi ya kuweza kushinda dhiki kwa kupitia uwezo wako na kwa Roho yako Mtakatifu. Baba wa mbinguni, asante kwa siku ya leo. Tuongoze, tufundishe, tupe hekima, nami ukanisaidie nikaweze kubadilika pale ambapo bado sijabadilika. Utuongoze sote katika maisha haya. Tupe hekima, tupe nafasi ya kuona maombi ni sehemu ya maisha yetu. Tupe nafasi ya kufanya toba na kuiachilia dhambi. Wewe ni Mungu, hakuna nani kushinda. Tuongoze daima na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba mbinguni, utukuzwe, zidi kuwa pamoja nasi. Tuongoze katika neno lako na katika hekima yako. Tuna imani utakuwa pamoja nasi daima sote. Amen. Wapendwa, tutaendelea pia na somo letu hili kwa wakati mwingine. Tusubirie somo lijalo litakuwa na kichwa gani. Lakini ni wasi zaidi tumtegemeeni Mungu. Hataweza kutuacha. Atatupenda maisha yote. Niwaachie na nukuu hii, inasema, wale waliomwamini Mungu kwa moyo wa kweli wamepewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Uteuzi wa kimungu hautegemei nasaba wala alama ya mwili, bali uteuzi ni wale wanaomtii Mungu kwa imani. Matendo ya Mitume kitabu ukurasa 280 kutoka kwa mwanazuoni wangu. Labda nirudie. Wale wanaomwamini Mungu kwa moyo wa kweli wamepewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Uteuzi wa kimungu hautegemei nasaba wala alama ya mwili, bali uteuzi ni wale wateuzi ni wale wanaomtii Mungu kwa imani, si kwa njia yoyote ile. Mungu atusaidie, Mungu atuongoze. Mbarikiwe sana katika siku ya leo katika Yesu Kristo. Amen.